Lakini kuanzia miaka 60 na kuendelea ni miaka ya waliokata tamaa. Yaani mazungumzo yao ni kuzungumzia kifo. Yaani utasikia nikifa mwili wangu upeleke Mbeya, Mwanza, Sumbawanga nikifa. Wala hata msisumbuke kusafirisha msiba nini, mtazika Kinondoni nikifa. Ile nyumba ile wewe utazika wewe nikifa, msigombane nikifa. Ni mtu aliyekata tamaa. Ndio kipindi ambacho kama baba alikuwa na mashamba, miaka hiyo ikishafika 60 wanauza sana. Wanauza sana viwanja kwa sababu amekata tamaa. Ukimwambia baba, sasa unauza kila kitu, si sasa mtatafuta vya kweli, mimi hivi ndio nakuza. Muulize jirani yako huko kwenye age ipi. Makofi na vigelegele, haleluya, haleluya. Lakini kuanzia miaka 46 mpaka 59 ni miaka ya majuto, ambayo kila wakati mtu anasema, yani wangenirudisha shule kama hiki ningesoma. Yani nilikuwa niliwahi kupata mtaji mkubwa nikatumia hovyo. Yani wangenipa taji saa hizi ningetulia. Yani ndio kipindi ambacho baba mchungaji hata waliooa ndio kipindi cha majuto. Yani mfano ningekuwa sijaoa sasa, ningetulia kutafuta binti mzuri, ningetulia kutafuta mwanaume mzuri, ni kipindi cha majuto. Na ndio maana fanya research. Watu wote wanaofanya kazi serikalini wa miaka 46 mpaka 59 wengi ni wezi. Unajua kwa nini? Umri unaenda hajajenga, umri unaenda hajasomesha, umri unaenda hana mashamba wala nyumba. Sasa tupesa tukikaa vibaya kamepita juu kwa juu kapeleka kwenye anga. Sijui mfano kila wa yatima juu kwa juu anamalizia jengo. Umri kuanzia 18 mpaka 40. What? Ni watu waje. Hata mkimchagua mwenyekiti, mmeweka shati tu, wataongoza wote pamoja na mwenyekiti. Mkimchagua mwalimu, watafundisha wote pamoja na mwalimu. Mkimchagua mtunza hela, watatunza wote pamoja na mwalimu. Kwa sababu hakuna wanayemuelewa, hakuna wanayemwamini. Mwalimu atakisema hapa tuseme, mwingine anainuka kutoka nyuma, asema alafu hapa tuseme. Unashuhudia huyu naye ni mwalimu kazi ya nini? Ni kipindi ambacho ukiongoza kwaya ya namna hii, ukiongoza vijana wa namna hii kutoka Januari mpaka Disemba, unapaswa katafute jogoo ule peke yako. Sika hutawaona wako marafiki wa chumia tumbo. Ukiwa na shida huwaona. Lakini sasa hivi ukiongea nao hivi, wanaonekana wanakupenda. Unaoa makagani, unaoa lini, uoe bwana, kama vile watakusaidia. Pata mchumba wape kadi uone kama sauti. Pata msiba uone kama watachangia hata sukari. Pata tatizo utakuja kushangaa Mungu amekuinulia mashabiki waliokuwa nyuma yako ambao wewe ulikuwa uwafahamu. Unashangaa ndio wanabeba mzigo, unashangaa ndio wanakuchangia harusi yako, ndio wanachangia msiba wako, ndio wanakukumbuka kwenye matatizo, ndio wanakufuata mpaka hospitali, wanaleta na chai, wanaleta na machungwa, wale marafiki. Unapokea message, unaendeleaje? Tuko nyuma yako, tunakuombea. Yesu akaenda kushangaa watu ambao hakutarajia ndio waliochukua na mwili pale msalabani, ndio waliotoa kaburi wakasema ulale kwenye kaburi letu, ndio waliochakalika. Kwa hiyo alikuwa na wanafunzi wengine wa asili. Twende kwa mchungaji, mwambie mimi sitaniwi, mwambie kwa masuala ya ndoa sitaniwi. Nilikuwa namuomba
Mungu anipe mtu, na nilisema atakayepokea ndio huyo. Umejileta mwenyewe, mimi sitaniwi, twende kwa mchungaji. Sasa ndio anaanza haraka sana, mapema kwenda wapi? Yeye ndio baba yetu wa kiroho, yeye ndiye anayetuchunga, yeye ndiye anayetulea, atuweke baraka katika uchumba wetu. Alafu tumwambie mchungaji katangaze kanisani, ili mabinti wengine wajue hapa application is wewe nyamaza, jambo liko hivi na hivi, wewe nyamaza, mambo ya yani ni kipindi cha ujuaji. Yani kila mmoja ukitaja habari za Rais Magufuli utafikia alisoma naye, walizaliwa wote. Ukitaja habari za Obama utafikiri ni mjomba wake. Ukitaja habari za nani utafikiri, yani kila kitu yeye anakijua. Kipindi cha 14 mpaka 15 ni kipindi cha nini? Najua kila kitu, sitaji msahau. Sema wewe nyamaza, jambo liko hivi na hivi, wewe nyamaza, mambo ya yani ni kipindi cha ujuaji. Yani kila mmoja ukitaja habari za Rais Magufuli utafikia alisoma naye, walizaliwa wote. Ukitaja habari za Obama utafikiri ni mjomba wake. Ukitaja habari za nani utafikiri, yani kila kitu yeye anakijua. Kipindi cha 14 mpaka 15 ni kipindi cha nini? Najua kila kitu, sitaji msahau. Lakini kuanzia miaka 46 mpaka 59 ni miaka ya majuto, ambayo kila wakati mtu anasema yani wangenirudisha shule kama hiki ningesoma. Yani nilikuwa niliwahi kupata mtaji mkubwa nikatumia hovyo. Yani wangenipa mtaji saa hizi ningetulia. Yani ndio kipindi ambacho baba mchungaji hata waliooa ndio kipindi cha majuto. Yani mfano ningekuwa sijaoa sasa, ningetulia kutafuta binti mzuri, ningetulia kutafuta mwanaume mzuri, ni kipindi cha majuto. Na ndio maana fanya research, watu wote wanaofanya kazi serikalini wa miaka 46 mpaka 59 wengi ni wezi. Unajua kwa nini? Umri unaenda hajajenga, umri unaenda hajasomesha, umri unaenda hana mashamba wala nyumba. Sasa tupesa tukikaa vibaya kamepita juu kwa juu, kapeleka kwenye ada. Sijui msaada ukija wa yatima juu kwa juu anamalizia jengo. Sijui ni kitu, yani ni kipindi ambacho wanakuwa wezi sana, kwa sababu wanaishi kipindi cha majuto. Lakini kuanzia miaka 60 na kuendelea ni miaka ya waliokata tamaa. Yani mazungumzo yao ni kuzungumzia kifo. Yani utasikia nikifa mwili wangu upeleke Mbeya, Mwanza, Sumbawanga nikifa. Wala hata msisumbuke kusafirisha msiba nini, mtazika Kinondoni nikifa. Ile nyumba ile wewe utazika wewe nikifa, msigombane nikifa. Ni mtu aliyekata tamaa. Ndio kipindi ambacho kama baba alikuwa na mashamba miaka hiyo ikishafika 60 wanauza sana. Wanauza sana viwanja kwa sababu amekata tamaa. Ukimwambia baba sasa tunauza kila kitu, si sasa mtatafuta vya kweli, mimi hivi ndio nakuza. Muulize jirani yako huko kwenye age ipi. Makofi na vigelegele, haleluya, haleluya.